Habari ya wakati huu mwana michezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yale yanayohusu michezo. Basi ni Bino Sports ipo kwa ajili yako wewe mwana soka na mpenzi wa kandanda popote ulipo duniani. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kutoka maeneo mengine kila pembe ya dunia, mfano England, Spain, Italy, French, Tanzania, Saudi Arabia na kwingine kote duniani, mfano La Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo wa ligi kuu utakaopigwa mapema mnamo majira ya saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mchezo huo utakaokutanisha wenyeji wa mchezo Young Africans yakicheza dhidi ya mgeni wake Namungo Football Club katika mzunguko wa 25 wa mashindano hayo ya ligi kuu Tanzania bara, huku wote wakisaka ushindi ili kupata nafasi ya kuendelea kushika nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mapema hii leo mnamo tarehe 25 mwezi wa 5, huku timu zote mbili zikiwa na ubora wa juu katika mashindano ya ligi kuu. Young Africans yakishikilia nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League akiwa na jumla michezo 24 mpaka hivi sasa. Hivyo basi kuelekea mchezo huko, cha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Namungo Football Club majira saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia upande wa mlinda mlango. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin amechagua kwanza na golikipa wake bora kabisa Djigui Diarra, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Masalanga, golikipa aliyejiunga na klabu ya Young Africans hivi karibuni. Djigui Diarra, raia wa Mali, amekuwa ni golikipa mwenye mwendelezo bora kabisa katika ligi kuu Tanzania bara na hata Afrika nzima baada ya kujiunga na klabu hiyo kwa muda mrefu na kuonyesha ushindani na ubora mkubwa uliompa nafasi na kufanikiwa golikipa nambari 1 katika taifa lake la Mali, lakini pia katika klabu ya Young Africans. Golikipa huyo mwenye umri wa miaka 31 amehudumu ndani ya klabu ya Young Africans misimu 5 mpaka hivi sasa, huku akiwa na kiwango bora kabisa nje ya ligi kuu Tanzania bara na ndani kwa ujumla. Djigui Diarra anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi, uwezo mkubwa wa kuchezea mipira kwa mikono na miguu, kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma, kudaka vyema na kuokoa michomo kwa ustadi wa hali ya juu, lakini pia ana uwezo mzuri wa kushika au kupiga mipira ya kona na free kicks hata kwenye pressure kubwa, hubaki mtulivu na kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla Djigui Diarra ni golikipa anayechanganya nguvu, akili ya mchezo na ujasiri, ndio maana ni mchezaji muhimu katika timu yake na taifa la Mali. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi, yani beki nambari 2, beki nambari 3, beki nambari 4 pamoja na beki nambari 5. Na moja kwa moja tukianza na beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin amechagua kwanza beki wake bora kabisa Israel Patrick Mwenda na kumpumzisha Yao Kwasi Atula. Patrick Mwenda amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa sana tokea alipojiunga na klabu hiyo ya kijani na njano kutokea mitaa ya Jangwani. Beki huyo alijiunga na klabu ya Young Africans akitokea Simba Sports Club mwaka 2023-24. Amezidi kuimarika, akionyesha kiwango kikubwa sana kila baada ya mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine na kujikuta mchezaji muhimu katika kikosi hicho cha Young Africans. Licha ya umri wake kuwa mdogo, beki huyo ameaminika na ameendelea kuwa bora zaidi na zaidi, bila kusahau mchezaji ni raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 26. Beki huyo anasifika kwa kasi nzuri sana inayomwezesha kupanda na kushuka pembeni ya uwanja bila kuchoka, uwezo wa kutoa mipira ya hatari kutokea pembeni ambayo huwapa washambuliaji nafasi za kufunga, lakini pia anatumia vizuri mguu wake wa kushoto kupiga pasi ndefu, cross na hata mashuti ya mbali. Ni beki anayependa kushambulia, hivyo hutoa msaada mkubwa kwenye mashambulizi ya timu, lakini pia ingawa anapenda kushambulia bado anaelewa majukumu yake ya kiulinzi kama kukaba na kufunga nafasi, lakini pia anaweza kupiga free kicks au mipira iliyokufa kwa ustadi wa juu, lakini pia ana uwezo wa kucheza dakika nyingi kwa kiwango
kiwango kile kile kutokana na nguvu na stamina nzuri. Kwa ujumla Ezel Mwenda ni beki anayechanganya ulinzi na ushambuliaji, kitu kinachomfanya awe muhimu sana kwa timu yake. Kiangazia upande wa mlinzi nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalini amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Mohamed Hussein, huku mbadala wake akiwa ni Shadrack Isaac Boka, raia wa Kongo mwenye umri wa miaka 26. Beki huyo amejiunga na klabu ya Young Africans akitokea msimu wa 2025-2026. Mohamed Hussein beki anayesifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba na kuzuia wapinzani kupita upande wake. Beki huyo amecheza mechi nyingi za ligi na kimataifa, hivyo ana utulivu na maamuzi sahihi uwanjani. Mara nyingi huwa kiongozi uwanjani akiwapanga wachezaji wenzake, hasa safu ya ulinzi. Anajua kusimama sehemu sahihi muda mwingi, jambo linalopunguza hatari ya mashambulizi. Ingawa ni beki anayeweza kusaidia mashambulizi kwa kupiga krosi au kusukuma mpira mbele, lakini pia anacheza kwa kiwango kizuri mara nyingi bila kushuka sana kiwango chake. Lakini pia ana nidhamu nzuri ya kufuata maelekezo ya kocha na kucheza kwa mpangilio. Kwa ujumla Mohamed Hussein ni beki wa kuaminika sana, anayesisitiza zaidi ulinzi, tofauti kidogo na mabeki wanaopenda kushambulia mbele. Lakini pia tukiangazia upande wa mlinzi nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalini. Kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Ibrahim Baka. Beki huyo mwenye umri wa miaka 28 aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 2022-2023 akitokea katika klabu ya KMKM. Anasifika kwa uwezo mkubwa kushindana na wapinzani, kushinda mipira, kugombania na kulinda mpira, lakini pia ni mzuri kwenye kubeba mipira na kuvunja mashambulizi ya timu pinzani. Ana uwezo wa kukimbia muda mrefu bila kuchoka, akisaidia timu katika ulinzi, lakini pia hapotezi mpira kirahisi. Anapiga pasi fupi na salama ili kuanzisha mashambulizi. Anajua nafasi yake uwanjani na mara nyingi hubaki kulinda lango, pamoja na uwezo mkubwa wa kushika tempo ya mchezo. Lakini pia beki huyo huonyesha moyo wa kupambana na kujitolea kwa ajili ya timu. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalini. Kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto mwenye umri wa miaka 30. Alijiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 2021-2022 akitokea Coastal Union ya Tanga, huku mbadala wake akiwa ni Frenkie Asinki, raia wa Ghana mwenye umri wa miaka 24. Bakari Nondo Mwamnyeto anasifika kwa uongozi mzuri uwanjani, upanga vyema safu ya ulinzi na kuhamasisha wenzake. Ana mwili imara unaomwezesha kushinda mipira, kugombania dhidi ya washambuliaji. Ana uwezo mzuri wa kuzuia mashambulizi na kuchukua mpira bila kufanya makosa mengi. Ni hatari kwenye mipira ya kona na cross, hasa akitumia kichwa kuokoa au kufunga. Lakini pia anajua kusimama sehemu sahihi uwanjani, jambo linalosaidia kupunguza hatari ya kufungwa. Beki huyo hachanganyikiwi haraka hata akiwa kwenye presha kubwa ya mashambulizi. Lakini pia tukiangazia upande wa viungo wa kati, kuanzia kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalini. Kocha huyo amechagua kwanza na Duke Abuya, raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 31, huku mbadala wake akiwa ni kiungo mkabaji Azizi Andambwile. Duke Abuya ni kiungo anayesifika kwa kuiba mipira na kuvunja mashambulizi ya pinzani katikati ya uwanja. Husaidia mabeki wake kwa kuzuia mashambulizi kufika kwa urahisi eneo la nyuma. Anasaidia kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi sahihi bila kupoteza mpira kirahisi. Lakini ana uwezo wa kukimbia na kupambana muda wote wa mchezo bila kushuka kiwango haraka. Kiungo huyo hajisukumi sana mbele, ubaki kuinda eneo la kiungo mkabaji, lakini pia na uwezo mkubwa wa kutabiri mipango ya pinzani na kuzuia mapema mashambulizi yao. Kwa ujumla kiungo huyu ni aina ya kiungo mkabaji anayesaidia timu kuwa na uwiano mzuri kati ya ulinzi na mashambulizi. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalini. Kocha huyo amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Mudathir Yahya Abbas, raia wa Tanzania. Mudathir Yahya Abbas anasifika kwa uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi za akili na maamuzi ya haraka, lakini pia anajua kujipenyeza kati ya viungo na mabeki wa wapinzani ili kupokea mpira sehemu hatari. Ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, ni mzuri katika kutoa pasi zinazobadili mchezo na
kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja, lakini pia ana uwezo wa kuwazidi wapinzani mmoja au wawili kwa kutumia udhibiti mzuri wa mpira. Amecheza katika ligi tofauti, hivyo ana uelewa mpana wa mtindo ya soka. Lakini pia ushiriki pia kwenye harakati za kujilinda na kurudia, kusaidia timu inapopoteza mpira, hachoki kujaribu kufanya mambo ya kiufundi hata kwenye mechi ngumu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Morin amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxime Pierre Nzengeli, raia wa Kongo mwenye umri wa miaka 26, alijiunga na klabu hiyo msimu wa 2023-24 akitokea katika klabu ya Maniema Union. Kiungo huyo anasifika kwa kasi ya juu inayomwezesha kuwazidi mabeki pembeni na kuingia kwenye nafasi za mashambulizi. Ni mzuri kupiga chenga na kuwachanganya mabeki mmoja mmoja. Anaweza kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi au harakati zake binafsi. Si mtoa pasi tu, pia anaweza kufunga akipata nafasi ndani au pembeni. Lakini pia anajua kujiweka sehemu sahihi kupokea pasi za hatari. Ushiriki pia kurudi kusaidia ulinzi wakati timu inapopoteza mpira. Anaweza pia kucheza kulia au kushoto kulingana na mfumo wa kocha. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Morin. Kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake bora kabisa Alan Okello, kijana kutokea Kampala, Uganda, aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu huu akiwa na umri wa miaka 25 akitokea katika klabu ya Paradis AC ya nchini Algeria. Ni mshambuliaji anayesifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi za magoli kupita pasi za akili na maamuzi ya haraka, lakini pia ni hatari mbele ya lango. Ana mashuti mazuri ya mbali na anamalizia vizuri ndani ya boksi la timu pinzani. Anaweza kuwazidi mabeki kwa uchezaji wa kiufundi na udhibiti mzuri wa mpira. Mshambuliaji huyo hutoa pasi zinazobadili mchezo na kusaidia washambuliaji kufunga, lakini pia hapotezi ujasiri katika kwenye mechi ngumu au pressure kubwa. Lakini pia anajua kujipanga sehemu sahihi kupokea mpira hatari. Amecheza katika viwango tofauti vya ligi, hivyo ana uelewa mzuri wa mchezo. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Morin. Kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake bora kabisa Prince Dube Mpumelelo, kumbadala wake akiwa ni Depu. Prince Dube ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 29 aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 24-25 akitokea Azam Football Club. Mshambuliaji huyo anasifika kwa kumalizia nafasi ndani ya box, lakini pia mwili imara unaomwezesha kushindana na mabeki na kushikilia mpira. Mshambuliaji huyo ni hatari kwenye mipira ya kona na cross, hasa kwa kutumia kichwa, lakini pia anajua kujipanga sehemu sahihi muda sahihi kupata nafasi za kufunga. Anaweza kuingia haraka nyuma ya mabeki na kupokea pasi za hatari. Lakini pia moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Morin amechagua kwanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua, kumbadala wake akiwa ni Edmund John, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 23. Pacome Zouzoua anasifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi za akili na maamuzi ya haraka. Pacome ni mzuri kupiga chenga na kuwavuka mabeki mmoja au wawili. Anaweza kuongeza kasi ya mashambulizi na kuvunja safu ya ulinzi ya timu pinzani, lakini pia anatoa pasi muhimu zinazoweka washambuliaji kwenye nafasi nzuri ya kufunga. Mshambuliaji huyo si mtu wa pasi tu, pia anaweza kufunga akipata nafasi. Anajua kujipanga sehemu sahihi kupokea mipira hatari. Ushiriki pia kurudi kusaidia ulinzi inapohitajika. Kwa ujumla, Pacome Zouzoua ni mchezaji wa kiufundi sana anayechanganya ubunifu, kasi na uwezo wa kubadilisha matokeo ya mechi kwa ujumla. Na moja kwa moja hayo ndio mabadiliko ya kocha Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Morin, kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Namungo Football Club na majira saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, huku Young Africans akiwa kama mwenyeji wa mchezo huo. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.